Hapo zamani aliishi tajiri mmoja aliyekuwa na mnara mrefu na mzuri sana. Siku moja akaamua kuuza. Mnunuzi akatokea, akafurahishwa na jengo hilo, wakakubaliana bei. Lakini mwenye mnara akaweka sharti la ajabu sana. Akasema, nitakuuzia mnara wote isipokuwa msumari mmoja wa chuma ulioko ukutani. Huo ni wangu milele. Mnunuzi akacheka, msumari mmoja tu? Chukua huo, mimi nahitaji jengo. Mkataba ukasainiwa. Mnunuzi akaingia kuishi. Siku chache baadaye, mlango kagongwa kwa nguvu. Ni yule mmiliki wa zamani. Bila kusema neno, akaingia ndani, akatoa kipande cha nyama mbichi iliyooza, akatundika kwenye ule msumari, kisha akaondoka. Baada ya muda mfupi, harufu ikajaa jengo lote. Mnunuzi akakasirika, ondoa uchafu nyumbani kwangu. Mzee akatabasamu kwa utulivu, nyumba ni yako, lakini msumari ni wangu, na nina haki ya kufanya nitakacho juu ya mali yangu. Kila siku mzee alirudi na nyama iliyooza, akaongeza nyingine mbaya zaidi. Wakati mwingine alileta ndege aliyekufa au kitambaa kichafu chenye mafuta. Hatimaye mnara mzuri ukawa haukaliki. Nzi kila mahali, harufu haivumiliki. Mnunuzi akagundua ukweli mchungu. Kwa kuruhusu msumari mmoja ubaki mikononi mwa mtu mwingine, alikuwa kamekabidhi jengo lote. Akaondoka, akaacha mnara wake. Mzee akarudi kumiliki wote. Funzo la maisha: tundu dogo linaweza kuzamisha meli kubwa. 1% tu ikidhibitiwa vibaya inaweza kuharibu 99% katika maisha. Tabia moja mbaya unayovumilia, mtu mmoja mwenye sumu unayemruhusu, makosa madogo unayosema sio tatizo, huo ndio msumari. Na siku moja utagundua haujakosa nguvu, umeacha nafasi.